Ni kawaida kwa mjamzito kuvimba miguu, na hii hali huwa inatokea kwa sababu wakati wa ujauzito. Ni kawaida kwa mjamzito kuvimba miguu, na hii hali huwa inatokea kwa mjamzito kwa sababu ile wakati wa ujauzito kiasi cha damu kinachotembea kwenye mishipa ya damu huwa kinaongezeka, na kile kiasi cha damu kinapoongezeka, muda mwingine kinaposafiri kwenda kwenye miguu, sio chote ambacho kinarudi kwenye moyo. Sasa kile kiasi cha damu kinachobaki kwenye mishipa ya miguuni huwa kinatoka kama majimaji na kubakia kwenye zile tishu za miguu, na hii hali ndio inasababisha miguu kuvimba wakati wa ujauzito. Na miguu kuvimba wakati wa ujauzito huwa inavimba yote kwa hali sawa. Ikitokea mmoja umevimba kuliko mwingine, manake hiyo inakuwa ina chanzo kingine tofauti na ile hali ya kawaida ya ujauzito. Sasa ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya ili kupunguza ile miguu kuvimba wakati wa ujauzito? Kitu cha kwanza, mjamzito unapolala ule wakati wa mchana, unashauriwa unapolala miguu inakuwa juu kidogo. Mfano, unaweza kaiweka juu ya mto unapokuwa unapumzika, ili kusaidia yale maji yaliyotwama kwenye miguu yaweze kurudi kwenye mfumo wa damu. Cha pili ni mazoezi. Mjamzito anatakiwa kufanya mazoezi, na ninapoongelea mazoezi sio lazima yawe mazoezi ya kukimbia au mazoezi ya kunyanyua vyuma. Kwa mjamzito mazoezi ya kutembea tu yanatosha. Unapotembea manake unaongeza ule mzunguko wa damu. Mzunguko wa damu ukiongezeka, manake kile kiwango cha damu kilichotuama kwenye miguu inakuwa kinapanda kurudi kwenye moyo na kusambaa kwenye mwili. Kitu cha tatu, mjamzito unapolala unashauriwa kulalia ubavu wa kushoto. Ukilalia ubavu wa kushoto ni tofauti na ukilalia ubavu wa kulia, kwa sababu ukilalia ubavu wa kulia unakuwa unakandamiza ule mshipa wa damu unaofanya kazi ya kubeba damu kutoka kwenye miguu kwenda kwenye moyo. Ukiukandamiza, manake maji mengi yanabaki miguuni na miguu inakuwa inavimba. Kitu cha nne, unaweza ukavaa soksi maalum ambazo huwa zinafanya kazi ya kukompresi ile miguu na kusaidia damu kuflow, kupanda kutoka kwenye miguu kurudi kwenye moyo, na hivyo kupunguza miguu kuvimba. Kitu kingine ni kupunguza ulaji wa chakula chenye chumvi nyingi. Kila chakula chenye chumvi nyingi, chumvi huwa inapenda maji. Palipo na chumvi, maji yanafuata. Kwa hiyo kila chakula chenye chumvi nyingi, maji mengi pia yanabaki kwenye mwili, na hivyo miguu na yenyewe pia inavimba sana, tofauti na mtu anayekula chumvi ya wastani. Lakini kitu cha sita na cha mwisho, mjamzito unashauriwa usikae sana au usisimame muda mrefu. Ukikaa sana au kusimama muda mrefu, manake damu nyingi inaenda kwenye miguu, na hivyo maji mengi yanabaki kwenye miguu na miguu inakuwa inazidi kuvimba, tofauti na mtu ambaye anatembea au anakuwa amenyoosha miguu yake. Sasa kuna vitu ambavyo ni alarming. Ukiviona hivi vitu inashauriwa kwenda hospitali. Kitu cha kwanza, miguu inapokuwa imevimba sana kupita kiasi, hiyo ni dalili kwamba unatakiwa kwenda hospitali. Kitu cha pili, mguu mmoja umevimba na unauma kuliko mwingine. Hii ni ishara hatari, kwa sababu inaweza ikaashiria kwamba kuna mshipa wa damu umeziba, na mshipa wa damu kama umeziba, maanake kuna hatari ile bonge au donge la damu lililokwama kwenye mishipa ya damu kwenda kwenye mapafu na kusababisha shida nyingine. And by the way, mimi ni Ali Duduma, ni daktari wa binadamu. Natumaini kupitia video hii umejifunza kitu. Bye bye. Asante.